hata hiyo shida mamangu. Kivo! 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 Ivo! Uchawi, mapenzi, ushiriki na mafanikio, majigambo, visa na visasi. Kivo! 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 Ivo! Kwa nini sasa nilijitoa roho yote? Kwa nini moyo wangu unaruhusu kuwa dhaifu? Baba yangu aliwahi kuniambia ya kwamba siku zote hakuna mshindi aliyekubali kushindwa. Siku zote mdhaifu ni mdhaifu tu, hata uoga nilionao pia ni mdhaifu. Kamwe sitoweza kuruhusu ili iweze kutokea. Kamwe. Kwa nini nakuwa mdhaifu mimi? Kwa nini? Nani kwa nini naruhusu mimi nafsi ya udhaifu iweze kunitawala mimi? Sasa ni kwa nini mimi naruhusu inakuwa hivi? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kuharibika utu unapotea kabisa. Kivo! Kivo! Nimerudi, kuna kitu nimekumbuka. Nimechoka. Sasa mwanangu, mimi ninachokiona hapa kuna kitu juu ya maisha yako, kwa sababu yani mpaka hii leo sijaona hata ugeni kufika mahali hapa. Na wakati wengine wanaolewa huko, wewe mwanangu nilivyokuzaa, hebu jiangalie wewe mwenyewe. Hebu jifikirie jinsi ulivyo wewe. Hivi unajua wewe ni mzuri sana? Hivi unajiona? Lakini sisikii wageni wala sioni nini. Na mimi natamani nicheze ndoa mwisho wa siku na mimi nileke kijukuu. Sijui umenielewa? Kwa maana hiyo sasa hapa kilichobakia, acha mimi nikupeleke kwenye tambiko. Ukatambikiwe, ukishatambikiwa mambo yako ya mazuri ufanikiwe mwanangu, uolewe. Umenielewa sijui? Kwa sababu mtaani huko kote huko mimi kila siku naletewa vijola hapa, visale, vitambaa, kuna nini? Ndoa za wenzangu ninazicheza. Mimi je, watacheza lini na mwanangu? Na mimi jilimbwasi hapa nakwambia, nicheze kwa vigelegele na hoi hoi. Sijui umenielewa? Sasa mimi hapa niache nijiandae siku hizo mbili, leo au kesho. Kesho au kesho kutu. Ili kusudi niandae mchele, mtama, unga kwa ajili ya kwenda kwenye tambiko. Tukishaenda kwenye tambiko mwanangu, nikisha kutambikia, kila kitu kimeisha. Kila kitu kimeisha. Sawa Haya, hata hiyo shida mamangu. Sawa, basi haina shida. Acha mimi basi niende safari yangu ilipobakia. Sawa maana nilikuwa sijafika. Na wakati ndo kwanza umefika unasema umechoka. Wangu na kuondoka, shida nini? Na wakati unaona nawasha jiko hapa, mwanao tupike at least tupoze njaa. Sasa nakaeje na wakati nimekuambia kwamba nilikuwa sijafika safari yangu. Nimerudia njiani. Bibi, nenda. Naenda ndo Mungu tena. Haya. Ufike salama. Vipi, uko sawa?
siko sawa hata kidogo, lakini kuna kitu nahitaji kukwambia. Kitu gani? Mbona sikuelewi? Unajua wewe ni mwanamke mzuri sana, na naamini kila mwanaume alijali huwa anavutia pindi pale tu akuonapo, lakini moyo wangu na akili yangu kwa sasa haufikiri kitu chochote kile zaidi ya kuhitaji mwili wako tu. Hapana. Kwa nini? Sielewi ni kwa nini, lakini moyo wangu ndio unahitaji hivyo. Kwa hiyo unachokitaka wewe, unataka kuniharibia usichana wangu? Jaribu kunielewa basi. Sijui hizo mila, tamaduni wala desturi. Kwa sasa zitupilie mbali. Wacha kuzifikiria kabisa. Uko nifikiria ni mimi tu, sababu nipo karibu yako na kuweza kutii kile ambacho nakihitaji kwako. Please, nahitaji mwili wako. Unanipenda? Vizuri. Na kama unanipenda, unaweza ukaniambia Kibangule ni nani kwako? Niambie. Niambie, Kibangule ni nani kwako? Ina maana siku zote ulikuwa unaniogopea. Penzi lako lilikuwa la ulaghai kwangu. Hiyo yote inadhihirisha juu ya ukimya wako. Kwa hata kwa ile penzi ambayo unalipatia, unaniogopea. Inadhihirisha kwamba mimi sio mwanaume wa ndoto zako. Unaniogopea. Unaniogopea kwa kunipa mapenzi ya uongo. Kwa nini? Kwa nini unaniogopea mimi? Nisikiliza. Sitakualiza wala kumruhusu mwanaume yoyote kuingilia katika penzi letu. Lakini kile ninachokihitaji kwa sasa ndio nitakipata. Nahitaji mwili wako tu na sio kingine. Hapana, hiyo haiwezi kuwa. Chozi lanidondoka, mapenzi yananitesa. Kwa nini sasa? Nilijitoa roho yote, wewe ukaenda kimya, kama hujaniona. Nilikaa chini kwa giza, nikakumbuka maneno ya kwetu nyumbani. Baba alinipa nguvu, aliniambia nisimtukuze uchungu. Kuharibika utu unapotea kabisa. Samahani mama. Usijali. Unajua sisi ni vijana sasa hivi tunazua sana mawazo. Kwa sikutegemea kabisa, nisameni tu. Usijali binti yangu. Okota binti yangu.
Lakini mama, unajua kama huyu mwanamke ananifuatilia sana. Kivipi? Juzi nilipokuwa kisimani, akanifuata na kuanza kuniambia kwamba katika hiki kijiji hutapata mwanamume wa kukuoa wala kuishi naye. Maisha yako yote utabaki hivyo hivyo. Ha! Kwa nini? Ngoja basi nimwangalie. Sasa kwa sababu alikufanyia hili, kumbe alikutamkia haya maneno, nitamkomesha mimi. Umenielewa binti yangu? Na hapa ndio tumefeli zoezi letu. Kwa hiyo usijali, wakati mwingine turudi nyumbani. Sawa? Sawa. Twende. Kabaraka. Kabaraka. Vipi? Salama tu. Mbona upo huku haujala chakula mpaka sasa tumekuweka chakula mpaka kimepoa? Shida nini? Mimi sidhani kama kuna haja sana wewe kuweza kujua mimi niko wapi. Lakini mimi nahisi kabisa siko sawa. Na ndio maana nimekaa peke yangu hapa nikihitaji kuwa na utulivu wa fikra na akili yangu kuweza kutulia. Hata sinyanyuka tuondoke. Ili ukapate chakula angalau. Ili upate akili ya kuniambia matatizo ambayo yanakusibu. Nyanyuka twende. Sawa. Nilikaa chini kwa giza, nikakumbuka maneno ya kwetu nyumbani. Baba alinipa nguvu, aliniambia nisimtukuze uchungu. Wewe umeniuzi sana, umenichukiza sana kumwomba msamaha mtu ambaye ni adui yetu sisi. Yule ni mtu wa kufa tu, hatakiwi kuonekana katika ulimwengu, iwe mwanzo na mwisho. Hatakiwi kuonekana katika ulimwengu. Kweli nimekosea sana. Nawezaje kumwomba msamaha adui yetu?